Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV. Naam, shukrani sana kwa leo ambao wanafuata pitia tovuti yetu ya www.bujumburatv.com au Instagram, Facebook, Twitter. Popote pale mtatukuza pale kwa ile jina ni Bujumbura TV guys. Don't forget to subscribe right now. Do it. Kama hujafanya hivyo sijui unangojea kufanya, right? So kwa hiyo today tuko mitaa ya Bwiza Paradise, right? Kuna wasanii kwao na muziki, ambapo pana wasanii wengi ambao walifanya muziki kitambo sana, wasanii wengi ambao walifanya vizuri sana. Tuwezi kusahau msanii ambaye anazidi paka hivi kutrend kwenye game ya Buja Flavor, right? Na si mwingine BIDONDO Generator. Welcome brother. Asante sana, nashukuru kabisa. Uko sawa? Niko sawa, mzuka tu. Ndakubwira komeye wishwa gute? Ni sawa. Ndakubwira hitwa gute hitwa? Ukuboko. Naam, niko na BIDONDO Generator. BIDONDO mzee wa maflow, right? Mzee wa matatu, mzee wa ma dreads, right? Afu napendeza bro. Asante sana, nashukuru. Uko fresh sana. Mzuka tu kama kawaida. Naam, uko na nyimbo mpya ambayo inakuja kwa jina ingorane ndubatse. BIDONDO arubatse? Je ndubatse vraiment. Afise umugore n'abana banga? Abana bane. Umugore numwe canke batatu banga? Abagore babiri. Abagore babiri? Umwe twarabanye nca ndarongora undi mariage. Wagize mariage PPP nyene kutadutumye? PPP vraiment PPP. Naam, niko na BIDONDO. Nyimbo yako ni ulimba kwanza ile nyimbo kwanza? Kubera ya ndirimbo ni true story en fait. Ari umuntu ari ikintu cyashaka kuza pako mtu mwenye tulitaka kuwa naye connection, lakini nimeanza kumwambia haiwezekani kwa sababu mimi na mke na watoto, na nikijiangaje kwako italeta shida sana. Itasumbua, yani naona kama inaanza kuwa ngumu sana kwa kujerea watu wawili. Ni kama na sitaki fujo, kelele nyumbani kwangu, sitaki kelele, acha ni baki na mmoja tu. Kati ya BIDONDO na hiyo mtu, na mnatafuta mwingine, hiyo mtu mnatafuta akutafuta ama wewe ndio unimtafuta? Inatokea tu mnaanza mkakumbana na mtu unajua kuna siri zingine siwezi kuzungumza, lakini mnaanza mkakumbana na mtu pakata kutokea connection ya mapenzi, lakini ukaona ukiweka hiyo connection itaharibu mambo mengine nyumbani. Naam, asante sana. Njope ulitoa inspiration, right? Kwa nini sasa uliimba kwenye Kirundi isipokuwa Kiswahili? Unajua hilo tatizo, wakati naandika wimbo nimeandika kwa Kiswahili. Lakini nimepata warafiki ambao wananiambia huu wimbo ni wimbo mzuri, ambao hizo tatizo zinatokea kwa watu wengi ambao wanajenga, wanakuaga na tushushutu pembeni, na uto tushushutu tunasumbua nyumba zao. So hiyo nyimbo unaweza kaandika kwa Kirundi ili iwe mfano wa kushauria nyumba nyingi za Kirundi ambazo zinabomoka. Na hao watu wakanisaidia. Nilikuwa na Akes Dom, ni msanii amenisaidia kwa uandifu. Nilikuwa na Willy Etoile du Centre, amenisaidia kwa kuandika fulani pia, na mke wangu wanamuita Bidondine. Bidondine akanisaidia kwa kukosoa maneno fulani. Ikabidi nikafanya nyimbo. Nikisikia kiufupi, maana yake sio wengi waliandika muziki, uliandikiwa afuka imba? Muziki nimeandika kwa Kiswahili. Kusata kwenye Kirundi wakaugeuza, wakaugeuza kwa Kirundi. Kuna maneno fulani huwa yanakuwa ngumu, lakini wakaenda wanasaidia. Issue ya mapenzi BIDONDO anaijua? Sio issue zote mke wangu anatakia kujua kwa sababu ni kumuumiza roho, lakini naweza kuna vitu fulani tuko wanaume, inaweza katokea mtu akakupenda usimpendi, sio utake kumwambia mke wako kwa sababu itatokea sio fresh. Au wewe mke wako kuja kukuambia bwana kuna jamaa fulani ananitongoza, ananifuatilia, unaonaje? Wewe utamwambia ni singumi stanza. Malaki alichange wimbo akauza kwenye Kirundi, yani bila kujua kama ni true story ya muziki. Ni true story kwa watu wote, hasa kwa mimi ishanitokea, ndo maana nimemoka matabike nikaandika. Malaki na masha yeye BIDONDO aliandika muziki akatia kwenye Kirundi, lakini hakuwa anajua kama ni true story. Sio yeye anaandika, kuna maneno fulani ambayo yamenishinda, nikamuita nikamwambia ile neno kwa Kirundi ni nini, ananisaidia. Hawezi takiwa kujua mimi nalenga kutoa muziki gani, na pia producer hivyo ananisaidia na washikaji. Ukicheki ngoma italeta changamoto gani kwenye jamii? Kwenye jamii italeta changamoto,
mtu akisikia anaweza akapunguza kutoka nje ya ndoa. Ya kutoka nje ya ndoa kabisa. Ya ukisikia muziki gisi unavoimba na gisi unavo flow na gisi unavolia, yani inaweza ikapunguza fulani, ikakupa uzito fulani wa kwenda nje ya ndoa sana. Ya Naam guys, mushasikia niko na Bidondo na bidondine wake, right? Bidondi kuna watoto wanne. Mtoto wa kwanza jina lake nani? Ya mtoto wa kwanza anaitwa Samir. Bidondine na watoto watatu. Huyo wa kwanza sio Bidondi. Kwanza nimezaa mjana, nimezaa na mtu anaitwa Lenda. Zamani enzi zile wako na mwimba nakupenda Lenda, zilipendwa nyimbo za zamani, tulikuwa tunaimba naye. Ulimwimbiaga? Ya tukaachana, ndio tulizaa mtoto wa kwanza. Yeye ifiko wapi? Ya tayari ameolewa. Na ukaoa? Na mimi nikaoa. Mtoto wa Bidondine anaitwa Samir wa kwanza. Wa Bidondine? Wa Bidondine. Mama Bidondine. Mama Samir, right? Ya mama Samir. Wa pili anaitwa Mohamed, watatu anaitwa Rahim. Naam, niko na baba Samir. Baba Samir. Right, niko na baba Samir na si mwingine ni Bidondo. Bidondo, tuongelee kwanza maisha kwa muziki, right? Maisha kwa muziki ukitizama inaweza kuwa muziki ya kizamani na kisasa, ukilinganisha na muziki wako unafika wapi? Muziki wako unazidi kusonga mbele au muziki wako umestop kidogo? Ya mimi muziki wangu unasonga mbele sana, na kuna vitu fulani ambavyo nilikuwa nafanya zamani na kuna vitu nafanya leo. Pako mabadiliko fulani, lakini panakuja upungufu wa pesa tu, lakini kuna maendeleo fulani ambayo nimepata katika muziki. Lakini kitu kinapunguka ni pesa tu, kwa sababu muziki mpaka hivi kupata hela katika muziki kwa leo inakuwa ngumu, sio kama zamani. Zamani shows zilikuwa nyingi, lakini hivi shows zinakuwa ndogo sana. Ya zamani tulikuwa tukipiga show nyingi sana na tulikuwa tukipata mafanikio kwa sana. Lakini hivi kuna vitu fulani vimepunguka na kuna maendeleo fulani yalikuja. Kwa sababu zamani tulikuwa tuna YouTube, tulikuwa tuna Twitter, tulikuwa tuna Instagram, tulikuwa tuna Facebook, tulikuwa tunafanya muziki kwa kujikaza, lakini na muziki ulikuwa unalipa na shows zilikuwa. Lakini leo vinapatikana, lakini muziki kuna mapungufu fulani imetokea. Ya ukilinganisha Bidondo wa zamani kisa kuwa anapewa support sana na radio, kwa hivi Bidondo anapewa support na radio ama apewi support yoyote? Ya kwa hivi sipewi support na radio. Ya sipewi pia vile TV ni kidogo, TV wanapiga lakini ni kidogo, lakini radio na wa DJ hatupewi support. Ya kwa sababu zamani nikiingia club nilikuwa nasikia nyimbo zangu zinapigwa, nikizungurusha radio yote nilikuwa nasikia nyimbo zangu zinapigwa mpaka najisikia raha, lakini leo naweza nikafanya mwezi mzima sijapigwa hata kwenye radio. Ya na natoa vitu vipya. Ya ukitizama ni kwa nini haswa hawapigi ngoma zako? Ya kwa sababu watu wamebadilika, yani kila mtu anataka awe star. Wa journalisti wanataka awe star, ma DJs wanataka awe star. Na hiyo inaleta tatizo sana. Tatizo kivipi? Kwa sababu mbele sisi wa journalisti ndio walikuwa wanatutafuta. Lakini kwa leo journalisti, surtout wa journalisti wa radio wanataka wondo watafute. Wondo watafute na watafute wape kitu kidogo kwa sababu ya kufanya kazi zako. John nikiingia Kampala nikifika club wanapiga nyimbo zao. Nikienda Tanzania nikifika club wanapiga nyimbo zao, mpaka vile Rwanda wanapenda vitu vyao. Sisi hatupendi vitu vyao. Vitu vyetu tunapiga 20%, 80% tunawapa watu wa nje. Ya so ningependa wabadilike, sisi tupate 80%, 20% ndo tuwapatie watu wa nje. Muziki unaweza kupata mafanikio, unaweza kupata malipo, kwa sababu ule boss akinisikiliza anapigwa sana kwenye radio, kitu chochote nitamwambia atakubali, lakini anafanya miezi 3 miezi 5 anasikia jina la Bidondo kwa mbali tu, hata kwenye radio akizungusha radio spigwi. Kitu gani nitaenda kumwambia nielewe au nisikie? Haiwezekani. Kuhusu wa manager, uko na manager au Bidondo anajisaidia mwenyewe? Ya mimi niko na manager, lakini tunatumika wote kama rafiki. Iko Marekani na ndio ambaye ni support kwa kunilipia studio, kwa kunilipia studio katika nyimbo studio ya Bantu Boy ya Farias, na kanilipia nyimbo 2 pale kwa Teknolojia Sound, na kwa Fizzo akanilipia nyimbo 1. Ya nashukuru, lakini hata kama anaogopa kuweka pesa zake nyingi sana kwa sababu anaona mafanikio, angali naoga aweke pesa zake nyingi
kwa kuzile kipere ndo angali anajifikiria, ananiambia nimpe muda ya aone gisi movement inaenda, kwa sababu hawezi kuweka milioni yake kwenye kazi yangu alafu kwa kuirudisha ikawa shida. Zamani Bidondo alikuwa anafanya collab sana wasanii tofauti hapa nchini Burundi, lakini rwana atuoni collab yoyote ile. Kuna nini haswa? Hautaki kufanya collab na msanii yoyote ama wewe unasema mimi najeneza Bidondo kama Bidondo? Sitaki support yoyote ya mtu yoyote. Kwa hivi nimepunguza collab ambayo nilikuwa nataka nifanye, ilikuwa ni huko kwa Kubantu Boy na Fizzo, lakini pako usumbufu fulani katika maongezi ya manager wangu pamoja na Fariasi. Yani maongezi yalikuwa hawapatani kidogo, katika maongezi ikabidi collab nikaishimamisha mpaka nasubiri uamuzi wa Fizzo ama wa manager. Na Bidondo, shukrani sana kuitika wito wetu. Asante sana, nashukuru sana zaidi. Neno moja kwa Bujumbura TV na wafans pia ambao wanakutizama. Neno moja naweza nikasema tupende muziki wetu, tu support muziki wetu, tuupe mapenzi muziki wetu. Mafanikio yetu sisi wasanii pia na wafanzi wanafanikiwa. Sisi wasanii tukifanikiwa na wafanzi wanafanikiwa. Siwezi nikahadisia namna wafanzi watafanikiwa, ni virefu, lakini najua watafanikiwa kwa sababu sisi wasanii tunataka maendeleo ya nchi yetu. Naam, asante sana kwa wale watu ambao watufuata kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi. Kwenye mic kulikuwa na Big, nilikuwa na Scott kwenye camera right there. Na wale wote ambao watufuata kupitia tovuti yetu ya www.bujumburatv.com au Instagram, Facebook, Twitter the same Bujumbura TV. Guys, we love you so much. Tukutane hapo kesho tuwape habari tofauti from kwenye wasanii wetu. Thank you so much. We love you so much. Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV.